Jana nikaahidi ya kwamba vyenye jana tuliongea juu ya general, sasa leo nataka tuongee juu ya wanaume peke yao katika familia. Na juzi wiki moja iliyopita ndio tuingie hiyo wiki nyingine kando na hii iliyopita nilikuwa kambi ya prisons. Na kitu ambacho kilinishangaza sana pale kwa makambi hayo, hiyo ni jela moja ambayo ni kubwa sana huko Nyeri, inaitwa King'ong'o prison. Na nilipoenda mahali pale, watu walikuwa ni wengi kweli. Kuna jela inaitwa medium, kuna jela inaitwa maximum, na kuna jela nyingine inaitwa women's. So nilikuwa nina preach asubuhi kwa women, kisha ninaenda maximum, na hapa katikati kulikuwa na mhubiri aliyekuwa amewekwa. Nilipokuwa ninaingia kwa prisons, nilikuwa ninapata wakina mama walikuwa 54 na watoto 5. Lakini nilipoingia maximum kwa wanaume, nilipata wanaume 1,000. Hiyo ndio hali ambayo iko katika ulimwengu wa sasa. Wanaume wana challenges nyingi. Ukienda jela zaidi. Asante. Ukienda jela nikagundua kumbe wanaume ndio wengi kuliko kina mama. Ukienda mochari wanaume ndio wengi kuliko kina mama. Ukiingia ugonjwa wa mental illness, wanaume ndio wengi wanaopatwa na ugonjwa wa mental illness. Wanaume ndio wengi ambao hucommit suicide. Wanaume ndio wengi ambao wamejaa kwa clubs. Wanaume ndio wengi sana wamejaa beba huko nje. Mambo yote yale mabaya. Lakini ajabu ni ya kwamba unapoingia kanisani wanaume ni wachache. Sijui tufanyeje jamani, ili wanaume wetu waweze kumjua Yesu, waweze kuingia zizini, kwa sababu hapa peke yake ndipo panapo salama. Na ndio leo nikaona ni vizuri tuongee juu ya wanaume, especially wanaume ambao wameoa, kwa sababu nimepewa kipindi cha family life. Ninajua pia kati yetu kunaweza kuwa na wanaume vijana ambao hawajaoa, kunaweza kuwa na wazee ambao ni single fathers, ama ni singles, wana watoto wanalea, lakini wake wao kwa namna moja aidha ya kifo ama ya kuachana hawako pamoja na waume zao na wake zao. Ninataka niwatie nguvu nyinyi wazee, kama uko hapa na wewe ni single father, there is a God in heaven. Mungu wa mbinguni anakujua. Hata tutakapokuwa tukisoma mambo ambayo tunasoma hapa, usijisikie ya kwamba mbona mimi sishughulikiwi. Tunakupenda na Yesu wako pamoja na wewe. Na tutatafuta siku moja ambao tutaongelelea single parents. Singles tutakuwa na siku yenu. Hata wewe mama ambao umekaa hapa, mume wako aliaga, unakaa peke yako, uliachwa ukiwa mchanga sana, bado Yesu anakushughulikia. Aliahidi yeye ndiye mume wa wajane. Yeye ni baba wa wasio na baba, watoto wako. Mimi ni mjane, nimekuwa mjane mwaka huu. Mume wangu aliaga December 31st, 2023. Kwa hivyo ninapozungumza na wewe single mother, usiseme huyu mama ananiongelesha hanielewi. I know the pain. Najua uchungu. Lakini pia ninajua utamu wa Yesu kuchukua hatamu. Shikiria Yesu kama wewe ni single. Na mambo tunaposoma hapa usisikie kwamba unakuwa intimidated. Usisikie mambo haya yanaongewa ya faida gani. Wacha ambao bado wana waume zao, wacha ambao bado wako na familia zao, tuweze kuwasaidia. Kwa sababu mimi huwa ninasema, ikiwa kuna kitu ambacho singetaka kuombea hata adui yangu, ni kufiwa na mume na kufiwa na mtoto. Kwa hivyo ikiwa kuna kitu ninaweza fanya nisaidie mume wako aishi siku nyingi, nitafanya kwa nguvu zangu zote. Ikiwa kuna kitu ambacho ninaweza ongea nikusaidie mtoto wako asife mbele yako, nitafanya kwa nguvu zangu zote. Kwa hivyo nataka tuanze somo letu la leo. Na somo letu la leo tunaliita Advice for Men. Mawaidha kwa wanaume. Mawaidha haya ni points kadhaa na sijui napaswa kumaliza saa ngapi. Kwa hivyo nitaenda mbio sana. Kama unachukua notes, uandike haraka kama journalist, ndio tuweze kusonga haraka. Advice number 1, wanaume. Kama hautaki kuingia jela, kama hautaki kufa haraka kwa depression, make future plans.
Uwe na mipango ya kesho. Uwe na mipango ya kesho. Plan your finances. Plan your retirement. Plan your old age. Plan your death. Tusomee kitabu cha Proverbs 14 verse 20. Proverbs 14 mstari wa 20 nasema nini? Wanaume tunapaswa we make future plans. Wacha kuishi maisha ya leo tu kama kuku. Kuku akitoka asubuhi anaenda anakula mahindi, kimaliza kula mahindi anakimbiza, sijui mnamuitaje huku kuku kike, sisi tunamuita mwera. Anamkimbiza, anamshika, anajivinjari, anatoka, anajitingiza na maisha inaendelea, anangoja kesho. Wewe mwanaume usiwe kama kuku, ninakusihi. Panga maisha yako. Waacha kukaa maisha ambayo iko juu ya matumizi yako, mpaka kwa akaunti yako hauna hera, mpaka kwa M-Pesa hakuna kitu. Tuwe watu wa kujipanga. Na hakuna mtu ambaye hawezi jipanga. Hata wa shilingi moja anaweza kula peni 9 akabakisha peni 1. Kwa hivyo kina wazee wanakufa kwa ajili ya stress. Na stress ya kwanza inakosiwa na kukosa kuwa na mipango ya kesho. Hata tunapooa vijana kama uko hapa, panga kuoa. Waacha kuoa tu kwa sababu ulienda ukashika kamsichana kwa watu matiti, kakasikia vizuri, kakajiachilia, ukakapea mimba. Panga kuoana. Kama hauna mpango wa kuoana, ngoja mpaka wakati wake ufike. Tuache kucheza na maisha, kwa sababu maisha ni zawadi ambayo tumepewa na Mungu, na ni zawadi alitupa tufurahie. Lakini shetani ameapa ya kwamba anataka sisi tuhangaike tukiwa hapa duniani. Na kama kuna watu shetani amejiuma mdomo hivi na akasema watamtambua, ni wanaume. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe anatambua wanaume. Anasema mwanaume ni kichwa. Kisha anasema kama yeye alivyo kichwa cha kanisa, hivyo ndivyo alivyo mwanaume. Tumepewa mamlaka ya juu sana wanaume. Tuacheni kujishusha. Proverbs 14:20. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Usipojipanga utakuwa maskini. Kizungu yangu inasema vizuri, the poor man. Hiyo inasema maskini tu. Yangu ina specify, inasema the poor man is hated even by his neighbor, but the rich has many friends. Na hata wewe ni shahidi, hata ukipata kakitu yako. Kwa hivyo, number 1 advice, make future plans. Number 2, involve yourself in child rearing. Ujihusishe katika kulea watoto wako. Especially wale millennials wako hapa, hao wako beta. Wale walikuwa nyuma kidogo, wengi wetu tulipitia trauma kwa sababu hatukuona kina baba zetu. Baba zetu walikuwa sijui wanaenda na gari ile kubwa lori, anatoka Mombasa, anaingia Kisii, anaenda Tanzania, anakuja mara moja mwisho wa mwezi. Baba anakuja ni mlevi, akiingia ni vita, anakuja na mkate ingine moja kubwa, sijui kama huku kwenu ilikuwa inakuja, ilikuwa inaitwa mkate wa Nairobi. Ilikuwa mkate ya Nairobi. Tulijua kama baba amekaa siku nyingi atakuja na huo mkate. Hao ni wale baba zao walikaa mbali. Wale waliishi na baba zao karibu na wao, baba zao walikuwa walevi wa kila siku. Kwa hivyo akienda baba analewa, vita anakuja nayo nyumbani, anakuta mama anapika ugali, anapiga ugali mateke, mama ananyakua mara moja kabla ugali hujamwagika, na ugali haujaiva, wanatoka kwenda kulia huko kwa mandizi na watoto wake. Watu wamepitia traumas. Ukiona hawa watu ambao ni wale wanaitwa boomers, hao tumekuwa kwa shida sana. Sisi wazazi wa millennials ni watu ambao tumepitia trauma ya absence of a father. Na millennials wamekuja wameinherit kidogo. They are not available. Wameanza kuwa tini kazi, mara nini, anaenda, na akienda kule ameenda anatafuta kashungwa. Kwetu tunasema kama chungwa. Lakini siku hizi kina mama anasema hiyo hata si machungwa, hiyo ni ndimu, kwa sababu ni kitu imechacha. Na akienda huko kijana hawezi kumbuka nyumbani. Tafadhali ninawasihi vijana mlioko hapa, wazazi, baba ambao mko hapa, tafadhali jihusishe katika kumlea mwanao. Na wacha nikwambie kitu cha pekee.
Kama una mtoto msichana, wewe baba, be there for your daughter. Mtoto wa msichana ana uhusiano mkubwa sana na baba yake, na anapomkosa baba yake, anapofika umri wa kumea tumatiti kidogo, anaenda kutafuta upendo huu ambao hajaupata kwa baba, anaenda kuutafuta kwa vijana wenzake. Akishikashikwa na kijana akiambiwa I love you, babe, I miss you, huyo mtoto anachangamka kwa sababu hajaisikia kitu kama hiyo. Jifundishe kumwambia mtoto wako unampenda. Jifundishe kuita mtoto wako beautiful, especially you being a father. Wacha asikie hiyo sauti nzito yako ikisema my darling, my beautiful girl. Hata atakapotoka huko na aanze kuambiwa you are beautiful, atasikia hiyo sauti ameizoea, hata danganywa haraka. Fathers, tuingie katika kusaidia kulea watoto. Tusiache watoto wetu walelewe na mama zao. Na hii kitu inaitwa history repeats itself. Wakati watoto wamezoea sana kumuona baba, wamezoea kumuona mama, the father is not available. Na when he is available ni mkali. Mimi nimezaliwa na baba mkali na nimelelewa na baba mkali. Na ninakumbuka siku zote baba yetu angekuja, he was always there. Yeye alikuwa businessman, alikuwa anafanya tu hapo kazi na nyuki na anakuja jioni. Lakini kwa sababu alikuwa mkali, ile ukali ya wazee wa siku hizo. Sasa sisi tulikuwa tukimsikia anakuja, tulikuwa na mbwa wengi sana, alikuwa amelea mbwa wengi sana. Kwa sababu hali tuliishi palikuwa pahali hapana watu wengi. For security purposes akavuga maumbwa wengi sana. Na maumbwa walimjua baba yangu kwa sababu walikuwa akija kila jioni anakuja na ndoo ya chakula. Amenunua huko kwa mkahawa mabakisho. Kwa hivyo mbwa walimjua. Kwa hivyo akishuka gari pale kwa barabara, mbwa walikuwa wanaanza wanajibizana, tunajua baba anakuja. You keep your house in order. Number 1, unatoka. Unaenda bedroom ama unajizungusha tu huko kama mwenda. Kwa sababu baba yangu hakuamini unapaswa kukaa umeketi. Akipata umeketi, baba yangu hata hakuamini unapaswa kula chakula. Ukimwona, ukisikia baba anakuja na unakula chakula, unaweka chakula chini, unajifanya unaenda kuendea kitu. Kwanza ndio apite, sasa ndio uketi ukule. You know? Na sasa baba yetu tukagrow tukiwa na uhusiano sana na mama yetu. We are 7 of us. I thank God we are all there. So tulipotoka tukaenda, siku hizi tukienda nyumbani, tunaenda sisi wote, kuna ka kitchen kako hapo nje. Tunaenda sisi wote, tunafinyiliana kwa viti, tunakaa hapo kwa ka kitchen kadogo, kuna moshi. Kwa sababu tunakaa karibu na mama yetu. Yeye akiona tumekaa sana anakuja. Akikuja sisi zote tunaamka, tunaenda mezani. Sasa nabaki akipigia mamangu kelele, unaambiananga nini hawa watoto wako? Umahena giate, unawadanganyanga aje? Unajua kamuzee kakizeeka, hakana mwenyewe. Sasa unaona hawanioni kama mtu. Lakini makosa kumbe si ya mama yangu, ni yake mwenyewe. Alikuwa so hard on us tulipokuwa tuna grow, tukakosa kuwa na connection. Baba uliyeko hapa, tafadhali ungana na watoto wako. Na hiyo nimesema ya kamsichana, if you have a daughter, underline hiyo. It is very important. Unaona wasichana wetu wanaenda kurandaranda, wanavuta bangi, wananini, wakitafuta mapenzi, wakizaazaa. Ni kwa sababu kuna mapenzi walistahili kutoka kwa baba yao. Kuna assurance walihitaji kutoka kwa baba yao na hawakuipata. Kwa hivyo na mapema wanaenda. Lakini ukizoea kuambia mtoto wako jinsi unavyompenda, akija kutoka shule unamhug, unamwambia maneno mazuri, maneno ya assurance ya kwamba yeye ni worthy who she is. Kama yeye ni anakaa na unamwambia she is beautiful, unamappreciate. Ninakwambia mtoto wako atasoma mpaka apate PhD na hata ndanganywa na mwanaume. Kwa sababu atakuwa anasikia hiyo maneno inakaa chai haina sukari. Number 3, naenda haraka sana. Do not beat a woman, even your wife. I have a brother-in-law ambaye ako US. Na hii tangazo ni ya sikitisho nataka kutoa. Akiishi US, unajua US haupaswi kuchapa bibi. Bibi wanasumbua watu huko na uwezi guza. Ukimfanya tu hivi hata hujaguza mwambie we, anaenda ana report. Unaingia ndani, unakula, sijui kama wanakulanga ugali huko ama wanakula mchele. Lakini utaingia ndani. So my brother-in-law akatupea story, akatuambia wale watu wengi sana wameingia hiyo ndani ni Wakikuyu na Wakisii. Hao ndio wanajuanga kufanya nini?
kutwanga kina mama. Hata kugonga nakwambia kama ni jela wacha niingie, hutanibeba hivyo dokogua wana. Hutanibeba hivyo. Tafadhali advice yetu jioni ya leo ni ya kwamba usichape mwanamke hata bibi yako. Wakati umemwoa mwanamke, si kusema amekuwa your property. Nyumba ukijenga una uhuru wa kubomoa, lakini mwanamke si mali yako. Wacha hivyo jenzi wanasema ati mali safi. Mali safi ya wapi? Mwanamke si mali safi. Nataka ujue leo, mwanamke ni zawadi safi kutoka mbinguni. Kwa hivyo unaposikia mtu anakuambia wewe ni mali safi, chunga sana, atakubomoa anytime akimaliza na wewe. Na vijana mlioko hapa ambao mmeoa na wale hamjaoa, tafadhali mfundisha mikono yako kukaa na adabu. Kama unasikia kabisa umekasirishwa na mwanamke, enda upige ukuta ngumi na hasira itapungua. Tafadhali treat your wife with respect. Make her a queen. Tafadhali mfanye mke wako kuwa malkia. Unampenda na unamheshimu. Lakini sisi Wakikuyu na Wakisii tumezoea mwanamke akiolewa ni basi, kazi yake ni kuzaa. Nani alisema? Imeandikwa wapi? Ulisikia wapi? Mwanamke ni wa kupendwa. Mwanamke ni maua. Mwanamke ni wa kupambwa. Ndio hata ukija hapa ukituambia mimi ninaitwa Elda Mukaya na kabla sijasoma matangazo ninaomba mke wangu asimame asalimiane. Watu wanaangalia wanaona kweli huyo ni mke. Simuliona pastor kutoka TZ alikuja na maua yake hapa. Na the lady is so natural. You know, I admired her natural way of living. And she is a flower for lil. Ametushinda watu wengine huku tunangangana angana vinini, angana viatu, angana vinini. She's just cool. But so beautiful. Mfanye mwanamke wako kuwa queen. Sikumuulizanga na ile nywele niliona kwa ule mwanamke wa NTV anasoma news ni ya pesa ngapi. Anakwambia hiyo ni expensive, ni angiri 20. Chukua aenda tengeneza. Kutengeneza mwanamke si kumshikisha nywele. Si kumnunulia nguo ya 10,000. Si kumnunulia viatu. Kumtengeneza mwanamke akue queen ni kumpenda. Kumtendekeza. Kina mama mnashangaa kwani mnaona kama ni ajabu. Si mnasema amen. Unajua mnafinyiri yangu kwa sababu hata hamjuangi haki zenu. It is about time wanaume muweze kujua wanawake ni wa kutendekezwa. Anapenda kusikia sauti tamu ikitoka kwa mume hata kama hauongei na bass. Unajua zamani tulikuwa tunapenda bass. Nikwambia my husband aliniweza kwa ajili ya bass. Yaani alikuwa akiniita Lucy. Mimi ninaisha mpaka miguu inaisha yote. Hata kama unaongeanga soprano, ukimuita tu hiyo jina na umuite na mapenzi, wewe weka mapenzi ndani. Tengeneza hiyo maneno. Hiyo maneno ipambe, itie nyama. Ukimuita jina lake Mora, atasikia unaongea bass kama ya lion. Kwa sababu sisi tunapenda sana kusikia na kuguzwa. Hiyo ndio lugha yetu. Hata ukininunulia kuku na choma kwa ile hoteli kubwa kabisa Kisii, na hauna habari yangu ya kuniambia vyenye unanipenda. Na ndio unaona wasichana wetu wameharibika, Bwana asifiwe. Kwa sababu wanadanganywa na maneno empty. Anakutana na mwanaume pale, na unajua wanaume, this is for the girls and I don't know where they are here. Wanaume wanakaa wanaambiana, umeona kale kasichana? Mwingine anamwambia hiyo ni msichana, unauliza. Huyo ni Amina Sheroda. Amina Sheroda niliwaambia ni nini? Ni kujiroda ni sasa anambia huyo tulikuwa na yeye. Anamwambia nikienda atanipa. Hata hutatumia maneno mawili. Anachukua simu. Hello. Komboka. Okay, I love you. Mimi nakupenda, ninakufeel manze. Si tunaweza onana wapi? Kachangambia hapana, mimi sitaki hiyo story yako. Unajua kanasikia vizuri kwa sababu hata babake hajaimuongelesha na hiyo sauti. Dakika ya mwisho katadanganyiliwa, kumbe ni panya amewekewa mtego. Na katapeleka mwili, hakuna mtu ataka kujia. Katatembeza mwili, kaende kanunuliwe chips mwitu. Na kamtoto kako katakuwa Amina Shirode. Katajiachilia. Alafu taka hapo ukileta kila saa maombi. Nani yako na maombi kwa ajili ya mtoto? Uko hapa mbele. Mungu sijui ni wapi nilikosea. Mbona unanifanyanga hivi? Mbona nini? Na sisi ndio tunafanya watoto wetu kuwa ovyo.
tafadhali respect your woman, make your woman a queen. Nunulia bibi yako zawadi, na ukija nyumbani mwambie afunge macho. Unajua, unamwambia funga macho. Na unajua naye kwa sababu umekaa sana hujamwambia, nini unaniambia nifunge macho bwana, si unaona mimi napika ugali. Lakini unamwambia tafadhali funga tu macho my sweetheart. Kwani umetoka wapi leo unaniita sweetheart? Kwa sababu hii kitu uliacha kutoka mwaka mlioana. Wewe insist, leo jioni nataka uende you treat her like a queen. Enda na zawadi hata kama ni lollipop. Enda nayo na ufunge na uweke hapa nyuma hivi afunge macho. Mwambie you know what, I love you. Unamshika, unamhug, anasikia vitu hajaisikia mpaka mwili inakuwa inaitwa kuelektrokitiwa. Whatever. Alafu sasa akifungua unamwambia this is for you my love. Your lollipop means a lot my brother. Treat your wife like a queen. Tunahitaji hivyo, tunapenda hivyo. Tunapenda kukaa tukiambiwa ya kwamba tunapendwa. Tunakaa tukiambiwa tuko warembo. Ambianga bibi yako ni mrembo tafadhali. Akivaa nguo, mwambie hiyo nguo ni smart. Sio lazima akae akizunguka mbele yako kama mainzi ndio asikie kama utacomment. Na ameng'ang'ana, ameshonesha na ameificha. Sasa siku ya Sabato ndiye anavaa akiexpect utamuappreciate. Na wewe umekauka hapa unakaa kama mtu wa sanamu. Tafadhali treat your wife like a queen. Kile kitu unapeana ndio unapokea. If you treat them like a queen, they will treat you like a king. Tunaenda hiyo namba ingine. Sasa nimeanza kuingia ndani kidogo. Having many women does not make you a man. Kukaa ukirukaruka, unajua nilipokuwa shuleni, tukiwa tunaadvisiwa na mwalimu mmoja, maana mwalimu mmoja alikuwa mama mzee. So alikuwa anatuita na tupea advice tukiwa kama wasichana wake. Anatuambia chunganeni na wanaume. Kwa sababu wanaume saa zingine wanakaa kama kasungura kengine kanaitwa Jack Rabbit. Mimi sijai kaona lakini I still remember to date. Jack Rabbit anaendanga akiingia shimo yoyote. Unaona hata ile iko kwa ile mic, kwa ile nini box speaker. Jack Rabbit akiona bora ni shimo anafanya nini? Anaingia. Tafadhali my brother, mashimo yote si ya kuingia. Tafadhali na kusihi. Kukua na kuingia wanawake wengi. I am sorry, mtanisamehe nikikosa adabu, lakini nisipokosa adabu damu yenu itawekwa juu yangu. Lakini kuingia haikufanyi kuwa a real man, it makes you a womanizer. A cheat, a sinner and a boy. Kwetu ukitaka kusema jina boy hainaga jina tamu kwa sababu boy ina-identifiediwa na a young man ambaye hajatahiri. Sasa anakuanga kehe, jina mbaya sana. Ukiita kwanza mtu ametahiri kehe atakuua. Na sasa mimi ninasema wewe ukiingia kila shimo, wewe mwanaume ulioko hapa, ukitaka kuoneshana vile wewe ni mwanaume, you just look like a kehe. Namba hiyo nyingine. No, kabla nienda kwa namba hiyo nyingine tumesema a real man si huyo ambaye anaenda kama Jack Rabbit kila shimo ameingia ndani. A real man has only one woman and that is his wife katika maisha yake yote. The world only celebrates successful men. Nobody celebrates you for having many wives. Ninajua huku ni kama kwetu. Unajua ninafurahi nikihubiri huku sina matatizo kwa sababu sisi ni Bantus. Hata kwetu wamejizoesha ukipata mali unaenda unatafuta kama mama kengine hapo. Ukitapata unatafuta mwingine. Hakuna mtu atakusherehekea. Hiyo ilikuwa zamani za babu zetu. Hao ndio walikuwa wanaoa, anatengeneza nyumba kama hizi tent. Yeye anakaa hapa katikati. Kwani kwa bibi mmoja watoto 7, kwa bibi mwingine watoto 8, kwa bibi mwingine watoto 10, kwa bibi mwingine watoto 12. Na kwa sababu wote kumejaa watoto na hawaogi, anatengeneza ka nyumba yake hapa. Yeye ndiye anapeana appointment. Wewe jioni ni wewe. Kazi, kula vizuri, ushibe, tukutane. Sasa anazunguka hivyo, lakini Biblia imetukataza.
Biblia inasema mwanamke ni mmoja na mume ni mmoja, kwa sababu Mungu alimuumba mume mmoja, na alipomuumba mume mmoja akamuumbia na mwanamke mmoja. Kama wewe ni Mkisii, tafadhali uokoke ukuwe Mkristo. Kama wewe ni Mkikuyu, uokoka ukuwe Mkristo, kwa sababu Wakristo wasafiri wa mbinguni ni wa mwanamke mmoja. Bwana asifiwe. Hiyo ingine inasema hivi: the fact that you are good in bed. Unajua, naona huku watu wote wamesoma, ndio naona hata hakuna watu wanatafsiri ati tuongee Kikisii. The fact that you are good in bed does not make you a man. Hata kama unaendaga zile zote za mwisho wa ulimwengu, unaenda mpaka inaitwa mpaka na uko pale, hiyo haitushtui sisi. Kama kuna mtu tashtua ni bibi yako. Na ukimsumbua sana ataenda akisema, akia Mungu, mimi huyu mwanaume amenichosha. Hivyo ndio ataambia kina mama wenzake, hatangi nilale. Being good in bed does not make you a man. A little man is who does not run away from his responsibility. Being responsible makes you a man. Hata kukipelekwa mashindano ya hiyo kitu na ushinde, if you are not responsible, oh unto you. Namba hiyo ingine ninaenda haraka. Do not obey your erection at all times. Sio mmeshika kama mnataka nifafanue. Wachanga kutii hiyo kitu yako. Ukitembea bendera juu. Ukitembea bendera juu. Kwa sababu gani inakuwa hivyo wanaume? Ninawahurumia. Na in fact wakati nilikuwa naongea na wale watu walikuwa jela, wengi walikuwa wameshikwa kwa sababu ya abuse, kwa sababu ya rape. Na wengine pia wakawekelewa. Na ukitaka kunyang'anya brother yako shamba, unaenda unasema alilala na mtoto wako. Muna blackmail, anafungwa maisha. They are there, wanaimbanga tu siku ya Sabato, wameokoka mbaya mbovu. Lakini wako pale. In one way or the other, kuna wale wako huko kwa ajili walifanya mambo mabaya. Hii ninahurumia wanaume na ninataka niongee pia na kina mama. Wakati unavaa nguo ambazo hazina adabu, wakati ambapo unavaa nguo ambazo hazina adabu, ukitembea ukitingiza mwili wako, hata kanisani, hata sokoni, hata wapi, tafadhali unamweka mwanaume katika shida ya kuinua bendera. Lakini nataka nikwambie mwanaume, wewe ni lazima, hii mambo yote inatoka kwa akili. Na hiyo najua mnajua, nyinyi mmesoma. Hakuna kitu nawafundisha hapa. I'm just reminding you. Wakati utakuwa unaendeshwa na bendera yako kuinuka na kusimama, bendera kila mahali ukienda, ile kitu itafanya, itakuelekeza to the wrong direction. Control your erection. Don't let your erection control you. If you don't, you will have few days on earth with much poverty. Hiyo kinini kukaanga ikinini hivi, ujue ni pesa. Ukiona imefanya hivi, ujue pesa iko kwa mfuko itatoka. Kwa hivyo inaendanisha na umaskini. Ifundishe kukaa na adabu mpaka saa na wakati wa fellowship yake. Si kila kanisa ukienda unaingia. Ujue kanisa yako ni moja tu Mungu amekupea. Na hiyo tu ndio unapaswa kwenda nayo fellowship. Mfundishe huyo mzee akae na adabu. Na ukimfundisha atashika adabu, kwa sababu hajipeleki mwenyewe. Lakini wanasema it is normal for it to erect. Utaona mwanamke na uko hapa kanisani, ni pastor unahubiri, mama amekaa vibaya, ina erect na ulikuwa unahubiri. Uko pahali unalima kwa shamba, umepata mama mwingine hapa mbele yako analima, ameinama, nguo ni fupi, ina erect. Hiyo kitu haina adabu. Kwa hivyo inaambiango iko na akili yake peke yake, haitoagi akili hapa. Hiyo ni ya wale hawamjui Yesu. Hiyo ndio inabebanga akili yake. Lakini yako kwa sababu ina Yesu lazima iendeshwe kutoka hapa. Haya, epuka umaskini kwa kuzuia bendera kuinuka. Tunaenda hiyo nyingine. Listen to your wife. Wakina mama, Bwana asifiwe. Kwetu kuna ewe kwa kimsema ya Kikuyu inasemekananga, giatimia giitikagio kiarara. Yaani neno la kina mama, neno la mwanamke
huaminika baada ya kulala. Kama ulikuwa umesema jana, sasa leo ndio unasema by the way ile kitu ulikuwa umeniambia naona kama ni ukweli. Na saa zingine anangoja mpaka mambo imeharibika, anasema na by the way ile kitu ulikuwa umeniambianga last year, heli ningekusikiza. Tafadhali mwanaume uliyepo hapa, kama unataka kuwa na ndoa yenye furaha, learn to listen to your wife. Kwa sababu wanawake wengi, na nilisema jana, ambao bwana zao wameamua kuwasikiza, wanawake ni werevu sana. Usimuonange hivi ananyonyesha watoto unafikiri hana akili. Usionange vyenye anafunganga reso huko ana shida na maslippers akifanya job, unakuja unapata amesweat, ni mchafu, unafikiria hana akili. Mwanamke ana akili sana. Hebu uangalie kina wanawake wangapi hapa wamefiwa na wamesimama mpaka mwisho, wamelea watoto bila kuhangaika. Ni wanaume wangapi wamefiwa na akimaliza miezi 2 ameoa akashungwa, ameoa mwingine. Wanawake they are very strong upstairs. Kwa hivyo jifundishe kumsikiza na utasonga mbali. Maneno yake ni ya dhamani. Ni vile tu anaongea na soprano, unaona kama haya maneno hayana maana, lakini yana uzito. Hiyo nyingine ni don't allow family and friends to disrespect your wife. Hii pia iko kwa Wakikuyu na kwa Wakisii. Baba yangu na mama yangu mimi sitaki mtu awaingilie. Mama yako akitaka na wa Nigeria pia wanajua sana kutesa the wives of their sons. Anakuja anakatalia huko na anaketi. Kwa hivyo tafadhali mheshimu mke wako. Kwa njia hii usikubali familia yenu. Usikubali baba yako na baba hawana habari. Baba ni wazuri, hawa wazee ni wazuri. In fact ndio huwa anatetea mabibi. Mother in law, kama uko hapa wewe na ni mother in law, ninakuombea katika jina la Bwana, let your daughter in law be. Muache atulie. Muacheni apumue hewa, muache apendwe. Wewe ulipendwa na bwana yako. Na kama hukuweza kutumia nafasi ya kupendwa vizuri na bwana yako, tosheka. Wacha kijana wako afurahie bibi. Tafadhali. Family members wacheni kusumbua mabibi wa wake zenyu, wa waume zenu, Na marafiki ambao unatembea nao wewe mzee. Kuna marafiki wengine, especially wale wazee wako huko nje. Najua mnanisikia. Unaenda kwa club, marafiki ndio wanakuongozanga. Ndio wanakutoa kwa hii club, wanakupeleka kwa club nyingine. Na sasa mko hapo, kwa bibi utaenda saa 9 ya usiku. Ukiingia hivi unapigiwa simu ingine tena ya saa 10 asubuhi. Unatoka unamwambia umeitwa sijui na Mokaya muende anga wapi, kuna deal mnashikanisha. Chunga sana nyumba yako isiharibiwe na marafiki. Kuna hadithi tulikuwa tunapewa na nyanya yangu tukiwa wadogo. Kulikuanga na sungura na fisi. Ni hadithi ya uongo lakini ina mafundisho. Sungura na fisi wakakutana. Na sungura tabia yake ni ya ujanja. Sasa siku moja wamechapa story, wakaambia na by the way si tuende tuchape mabibi. Tuende tuwapige leo. Na sungura akamwambia hiyo ni deal poa. Enda tuende tuwachape, na wakaenda. Na hyena ambaye ni fisi mjinga, na ni mjinga kama wewe ikiwa unasikizanga marafiki, akaenda akiwa amejijaza. Akaingia akatwanga bibi. Bibi anapiga nduru, na walikuwa majirani. Kwa hivyo sungura akiwa huko anasikia vyenye bibi ya fisi amepiga nduru, na yeye akachukua drum. Akisikia yule anagonga na anapiga drum, boom boom. Kwa hivyo fisi alidhania pia sungura anachapa nani? Anachapa bibi. Wewe ukitaka kufuata marafiki utakuwa kama fisi, utaua bibi yako na stress, na wenzako watabaki na nyumba zao. Tafadhali usikubali marafiki na wazazi wako kukutenganisha na mke wako. Ukiona mtu anakutenganisha na mke wako, ukiona mtu anakuambia ubaya wa bibi yako, ukiona mtu ana disrespect mke wako, wewe ndiye ametangulia na wewe. Wewe ndiye anakudharau kwanza. Wewe ndiye hakuoni kuwa mtu. Tafadhali kufa na mke wako. Kufa na mke wako, usikubali. Hata kama ana kasoro zake, usikubali kutoa kasoro zake mbele za watu. Hiyo ingine ni avoid reckless spending. Wache kutumia pesa ovyo. Kununua vitu ambavyo havina maana. Saa ingine wengine wananunua hata vitu viko na maana, lakini hawaconsult bibi. Nakumbuka mzee mmoja alienda, walikuwa wamenunua pahali palikuwa na shamba ndogo. Na sasa kulikuwa hatuna shamba hapo. Mzee sijui alienda akapata pesa ya kahawa. Kwetu tunalima kahawa sana. Alipopata pesa ya kahawa alipitia soko ya ng'ombe.
na akanunua ng'ombe na akaleta. Ndio huyu amekuja anapiga ng'ombe na kiboko akileta. Anakuta bibi anashangaa, ng'ombe ni yao. Ng'ombe ni ya nani hii? Unauliza maswali gani? Kwani una shukurani? Unaona kama ni nani analeta ng'ombe? Si ng'ombe ni yetu. Sasa bibi anashangaa, huyu ng'ombe atalala wapi? Hakuna boma. Hata hakuna chakula ya kumkatia kwa shamba, lakini ng'ombe ameletwa. What do I want to say? Unafanya investment kubwa na ni maendeleo kweli, lakini hata haujapanga na bibi. Unaleta confusion. Ketini chini mpange, tunataka ng'ombe, fine. Wacha tujenge pahali ng'ombe atalala. Wacha tupande napier grass ya kukatia ng'ombe. Usispend recklessly, na pia unapotaka kufanya big deal, consult. Mimi najua kuna msichana mmoja, bwana yake alikuwa anakuja na gari kubwa, alikuwa very rich. Na bwana ya huyu msichana akamuenslave. Akaambiwa sitaki ufanye kazi, mimi nina pesa zote. Kila kitu utataka uniambie. Ikawa hata nguo ya ndani yeye mzee ndiye anamnunulia. Kwa hivyo alikuwa anaenda supermarket, ananunua kila kitu, hata viatu, hata nini. Msichana anaona siku nyingine gari ilikuwa ndogo, sasa amekuja na Prado. Inasimamishwa hapo, inawekwa hapo. Ikikaa akiuliza, unauliza nini? Huku ni kwangu na wewe ni wangu. Vitu ziko huku ni zangu. Msichana ananyamaza. Gari inakaa hivyo tu kipolepole, anagundua kumbe gari ni yao. Gari imekaa hapo ni chafu. Anasema si hii gari ioshwe. Unauliza gari yangu nini? Wachana na gari, ni yangu. Huyo msichana alipata ulcer akiwa a very young girl. Akafa, akaacha mtoto wa miaka 3 na mwaka 1. Kwa ajili ya kusumbuliwa na kufinyiliwa na kutraumatiziwa, akafa. Kwa hivyo tafadhali ninawasihi kina baba mlioko hapa, mnapofanya kazi, jana niliwaambia mume ambao unaishi naye, mke ambao unaishi naye, it is your choice. Learn to live with them. Wewe ndio uliyechagua. Alafu siku nyingine tukaenda mahali tukahubiriwa, tukaambiwa hivi, watu wengi unaona huku, pengine hata wewe, pengine hata mimi, tuliolewa kwa watu ambao Mungu hakupanga wakatuoe. Lakini kwa sababu ya moshene, sijui nyinyi mnaitanga moshene nini? Kwa sababu ya moshene na muhahe, kukimbilia mapenzi, ukaenda ukapata mimba, ukaungana na kimwanaume tumbu, huyo hakuwa bwana yako. Lakini kwa sababu mumekaa, vumilia huyo bwana wa wenyewe mpaka Yesu atakaporudi. Kwa hivyo wachanga kusema bibi yangu hana akili, siwezi kutaka ajue niko na pesa ngapi. Nikimwambia ataambia watu wote mko wa kijiji, ana mdomo refu sana, hana siri. Si ni wewe ulioa? You have to learn to live with your spouse. And then uombe grace, kwa sababu with God all things are possible. Hata huyo mwanamke ana mdomo hiyo iko bage hivyo, inaachilianga tu, haifungikangi mpaka alale ndio inyamaze. Yesu ana uwezo wa kumgeuza. Yesu ana uwezo wa kumfunga mdomo. Na huyo bwana yako ambao ni maisa, ambao anakutoleanga pesa akiwa amefanya hivi, hataki uone ana manoti magapi, Yesu ana uwezo wa kumbadilisha. Wacha kutafuta plan B. Kutafuta plan B ni kupotea. Hiyo ingine ni hivi, apologize when you're wrong. Hii ni kitu ingine Wakisii na Wakikuyu hawajuangi. Kusema sorry. Utafanya vituko, utampigisha kelele, utamkosea, alafu sasa jionza hiyo ndio unaanza. Sasa unajua nini? Unaniambia unaniambia aje? Si unajua mimi venye umenikasirisha. Kwani wewe hujuangi ukiambiwa pole? Uliniambia pole siku gani? Yaani siwezi angalia venye hata nilikuja na mkate hapo na mchele na uone nilikuwa ninasema sorry. Nani alikwambia vitu za kununua ndio zinasemanga sorry? Tafadhali wanaume, katika jina la Yesu, ninawasihi tujifunze kusema pole. Na usipojifunza kusema pole, watoto wako pia hawatajua kusema pole. That is the most unfortunate thing. Vitu unavyovifanya vitarudiwa. Na ndio unaona tuko na generational issues nyingi. Kwa sababu vitu ambao unajifanyanga kauzi, unataka kujifanya mwanaume na sijui ni mwanaume wa wapi, alafu sasa unakauka, hautaki, unakaa ngumu. Utazaa vijana wako 3, nao watakuwa ngumu mara 3 kuliko wewe. Kwa hivyo
wake zao watakuwa in a more worse situation. Unfortunately, watoto wetu wanaoa wasichana ambao ni educated, wasichana ambao wako na kapesa, watu ambao wamejipanga. Kwa hivyo mwanaume akimletea upuzi, anamwacha na anaenda anajikalisha na anasema that's just a baby daddy. Staita ya baby daddy siku hizi inavuma sana. Na ndio unaona msichana wetu tunazunguka huku na kamtoto na kamtoto na kamtoto na kagari. Akona kamtoto na kagari anabebanga nako kwa kamtoto kake. Ukimuuliza baba anakwambia mam, maisha ni mbaya. Mimi sitajengwa na mtu digo wako. Tafadhali baba zetu mlieko hapa, wanaume mlieko hapa, learn to apologize when you're wrong. Tujifunze kuomba msamaha. It doesn't belittle you. Hapana. In fact, inajenga mapenzi yenu, inajenga bond yenu, mna bond pamoja vizuri. Nilikuwa nimalize saa ngapi? Asante sana. Hiyo nyingine ni don't compare your wife with others. Unaanza kukompea bibi yako na fulani. Na mbona wewe ukivaanga viatu unakaanga miguu sijui aje? Na venye mimi naonanga Mrs. Ondieki anavaa tu viatu anakaa vizuri mpaka huku nyuma. Sasa unaanza kuintimidate bibi yako, unataka akanunue mwili wapi? Si mnunulie mwili. Na hizi nguo mbona hazikaangi vizuri kwako? Mimi najua hata mimi nilisema sita kununulia nguo. Kwa sababu sionangi nguo inakaa vizuri na wewe. Remember the way she was pretty kabla akuzalie uto tu vitoto wako tuko hapo. Amezaa tu vitoto tumbo imesag. Amekunywa uji ndio watoto wako wakubwa na huku kumesag. Matiti zimesag. Uso imekuwa round. Unajua mtu akizaa sijui mbona uso inakuanga round. Hata kama kalikuwa kamekaa sawa. Sasa mwanaume yako hapo anakulaumu. Anaanza kukuambia sijui mbona unakaanga. Kila saa ni kukusomea. Hata ukijaribu ukija Sabato, anakuambia mimi sijui siku hizi unavaanga aje. Hajui wewe umekuwa factory. Wewe umekuwa a manufacturing company. As you manufacture children, mwili inakuwa inaboeka, inalegea. Wanaume bibi zetu ni warembo sana. Lakini unaendelea kumzalisha, na mimi sisemi mzizae. Zaeni mkaongeze dunia kama kisia kujajaa. Kwetu Kikuyu kumejaa. Kama kisia kujajaa, waacha hiyo factory ifanye kazi. Na ni lazima kutakuwa na kulegea. Machine lazima itakuwa vibaya. Lakini akimaliza kuzaa sasa atakuwa form tena. Atakuwa tu sawa. Hata hutaamini ni yeye. Kwa hivyo tafadhali wacha kumkompea na kumwambia, unajua ubaya wa wanaume hata wananga huruma. Akiamua kukuintimidate anakuambia tu on the face, hai hizo manywele na ulienda kusuka ni za wapi? Sasa hiyo maskini umengangana bana, umepata pesa ya group ya chama. Unaenda unaweka na unaambia yule mtu wa salon, aki bwana yangu anapendanga hii design. Hebu iweke na ulete hapa mbele kidogo. Alafu unafika nyumbani anaanza kuuza, hii ni manini ulienda kuweka manyoya ya kondoo? You know? Wanaume tafadhali, jaribuni kumind emotions za wake zenyu. Heri uchape mtu kofi kuliko kuchapa emotions zake. In fact unapomwambia hivyo, hata ile kasura ilikuwa imeanza kurudi, hiyo kuanguka, unajua anaanguka tu mbu. Hiyo kumadharau inamfanya na kuwa sura mbaya mara 9. Kwa hivyo tafadhali appreciate them. Let them know what you want. Na msiwe wale wa baba wanaambianga bibi, mimi natakanga ukivaa kamini na inakukasa. Kama unataka avae kamini na mkaza, avalie bedroom. Jana tulisema hii nyumba ya baba si nyumba yenu. Si kwako wewe mume hapa. Unaambia bibi yako akuje kanisa na vinguo havina adabu. Kama unataka avae hivyo, mnunulie na akuje avae jioni. Akimaliza kupikia watoto, sasa aende bafu. Aoge. Na jana tulisema watu waoge pamoja. Ni wangapi walioga pamoja? Mkimaliza kuoga, enda bibi uvae hiyo kanguo anapenda, ile hakuna hapa kwa kitovu ibaki nje. Unaona? Hata kama uko miaka 50, wewe enda vaa hiyo inafika hapa na ifike hapa. Na hapa ikue hivi na usivae brassiers. Sasa tembea mbele yake. Kama hivyo ndivyo anataka uvaange. Lakini ukitoka kwa mlango wa nyumba yako, wewe ni mwanamke ambaye ni mahubiri. Vaa kama mhubiri. Dress the way you want to be addressed. Hapa kanisani tuvaeni na adabu. Wacheni kuvaa nguo zina mikato inafika huku na tuonyesha mapaja ya Bwana yako. Hiyo hatutaki. Na Yesu pia hataki.
Unafikiri unavaa uonekane smart, kumbe sasa unasumbua mzee mwingine hapo ambaye bibi yake analalanga na pajama, analala na urara, analala na t-shirt. Sasa akiona nini yako anasemanga kuna baridi. Sasa akiona yako ameanza tena bendera inuka juu. Tafadhali wana wa Mungu, kina mama wacheni kusumbua hawa wazee. Tafadhali vaa vizuri. Na nyinyi wazee wacheni kuambia bibi zenu watembee mjini, watembee sokoni na kanisani wakiwa na nguo ambazo hazina adabu. Tafadhali. Ukimwambia unataka akae fulani, unataka hakai kama fulani. Mpaka anaenda kununua vitu zingine za kupakisha uso ndio akue mweupe. And let me tell you women, black is beautiful. Usijisumbue kupakisha vitu vya ujinga ambavyo vitakuletea tena kansa ya huku kwa matumbo. Wewe kaa jinsi ulivyo, oga vizuri. In fact, jaribu Aremis. Mnajuanga hiyo mafuta ya kukama? Hiyo ni poa sana kwa uso bwana. Unaweka vizuri na usifanyange hivi ukipaka mafuta. Unafanya hii na sag. Pakisha vizuri, tenderly vizuri. Wachana na makeups. Makeups hiyo inaonyesha vyenye watu wana uongo. Na tuliambiwa shetani ndiye baba wa uongo. Sema amen. Na wewe unaenda salon unalipa 1500 unafanyiwa makeup. Unawekwa unadungiliwa manywele zingine zinakaa za Jezebeli. Sasa unakuja. Wewe ni ibilisi kwa sababu wewe ni muongo, kwa sababu huyo si wewe. Hiyo ni uongo. Hebu tungoje mpaka asubuhi. Unajua tulipokuwa wasichana sisi, mapasa waliokuwa wanatuhubiria walikuwa wanatuambia ukitaka kujua vizuri, walikuwa wanaambia wanaume sio sisi. Ukitaka kujua msichana anataka kumwoa ni mrembo, enda kwao asubuhi na mapema. Waambie mama yake kuna ka emergency ya kuamshie. Ile sura atatoka nayo, hiyo ndio utajua kama utaoa ama hautaoa. Kwa sababu hiyo haina mafuta, haina maji na amefunga ile kanini. Unajua tulikuwa tunafunganga stocking. Tunalala. Hivyo atatokelezea, hiyo ndio sura ambayo Mungu amemuumba nayo. Na wanawake ninawasihi, unajua sitaki kuongea mambo yenu leo, nitakuongea kesho. Love yourself. Respect yourself. Wewe mwanamke, wacha kuhangaishwa na mambo ya kushinda ukitaka kupendeza Bwana, ukitaka kumfurahisha. You are not married to make him happy. You married him because he was already happy and you are already happy. Kama ulienda kuolewa ndio ukafurahi, I am sorry, rudia tena. Kwanza uende nyumbani ukue happy, ndio sasa ukuje uolewa tayari ukiwa happy. Si kusemanga mimi kutoka niliolewa mimi hata sijai furahi. Ulikuwa unangojea furaha itoke wapi kama we mwenyewe hauna? Love yourself, respect yourself, na ndio utaweza kufurahia ndoa yako. Na utatosheka na jinsi Mungu alivyokuumba. Nilikuwa nafundisha wasichana wengine hapo, ninawaambia hata kama huku mbele ndio iko mbele sana na huku ni poti na huku iko flat kama muhindi, kuna kitu kingine uko nayo huyo mwingine ako na shape poa hana. Pengine uko na dimples kama hizi zangu. Amen. Ala, ni lazima ukubali kunacho wewe ulicho nacho ambacho mwingine hana. Na wewe mwanaume ujue bibi yako ana kitu ambacho ulikipenda. Na hii ndio tunasema sasa kwa vijana, wacha kuwa outside appearance. Oa roho ya mtu. Kwa sababu roho haibadiliki. Sura inabadilika. Anakuwa na shape nyingine ya ajabu. Lakini roho haiwezi badilika. Kwa hivyo tafadhali kina baba, tafadhali ninawasihi, don't compare your wife. Tosheka na yeye vile alivyo. Hiyo kitu ya kukompea inavunja ndoa haraka sana. Mimi ninajua mtu ambaye alikuwa anatoka anaacha bibi, anaenda kwa mwanamke mwingine analala na yeye. Na akienda kulala na yeye anaanza kumwambia, hiyo bibi yangu kimenona kimekaa ndovu. Sasa hata sijui nishike wapi. Anaambia mwanamke mwingine maneno kama hayo, ni kumkosea bibi yake heshima. Na atatoka huko, aoge, atoe hizo marashi zote na ajiangalie na atupe kila kitu, akuje na heshima kwa huyu mwanamke ambaye amenona kama ndovu. Tafadhali ninawasihi, cherish and honor your wife. Furahia huyo bibi ambaye alikubali kuweka jina la baba yake chini akachukua jina lako. Akakubali wewe ndiye atakuwa anakubebea watoto kama kangaroo. Mpaka watoto wanaitwa wanaume. Na huyu mtoto akienda akipita exam, ukienda wewe ndio unaendea exam. Wewe ndio unaendea results. Lakini siku ya mikutano huyu mama ndiye alikuwa anaishi akienda mikutano. Huyo mama ambaye unakataa kumcherish.
Unaenda mikutano, anaenda mikutano, lakini siku ya kupita mtihani kwa sababu kamepata 402, wewe ndio unaenda huko. Hii ni ile kichana yangu, hii ni kichana ile yangu. Hii kichana ni mwerevu kama mimi. Lakini akikosea tena atakuwa mtoto wa nani? Wa mama. Mtoto wako atakapopata shida, msichana wako akipata mimba, unaambia mama yake, nimesema mjue vyenye mtafanya. Sitaki kumuona. Mama anang'ang'ana, anapiga magoti, anaomba, anaitana binguni mpaka hii simba inatulia, katoto nako kanazaliwa. Sasa anatuliza hiyo maneno yote. Your wife is a jewel for you. Tafadhali umshike kwa upendo wa ajabu. Tafadhali cherish your wife. Mimi nimeona watu ambao wamedharau wake zao, na mke alipokufa they went into depression because death adds value. Wakati unakaa umemchukia mume wako, mke wako, unamwona takataka, unamwona kunona, unamwona mchafu, unamwona hajui kuvaa, akiondoka tu ndio macho yako yanafunguka, unaona jinsi alivyokuwa mama wa ajabu. Mama wa ajabu. Kwa hivyo ningeomba kwa jioni ya leo tuweze kuwa wazee ambao watabadilisha dunia ya Kisii, wazee ambao watabadilisha Getembe Better Living Church, kwa jinsi ya kuwapenda wake zao, kwa jinsi ya kupanga familia zao, kwa jinsi ya kujua ya kwamba familia yako imerekodiwa mbinguni, familia yako inatambulika mbinguni, and at the same time familia yako inajulikana na shetani, na mpango wa shetani ni kubomoa familia yako. Heri tukae tukiwa pamoja, na ili tuweze kulea watoto wetu tukiwa pamoja. Wazee wajibikeni, wazee wacheni madharau. Ya kwamba we hauzeekangi haimaanishi hauzeeki. Sisi ya kwamba sisi tunasag matiti zetu, si kusema wewe pia hausag vitumbo na vishingo vyako, na vinywele vikitoka polepole vikienda vikisonga. Na Mungu anatupenda kina mama, sisi hatunaga kipara. Kipara inatangaza uzee mara hiyo hiyo, lakini uko hapo tu unapakisha rangi, alafu unanyoa yote ndio unakaa kijana. Lakini mama hata ukimfanya nini, hata akijaribu kupandisha hizi bado zinainama. Tafadhali cherish your wife. God is watching from heaven. Na nyumba ambayo mume anaheshimu mke na watoto, nyumba hiyo ina baraka nyingi. Mpende mume wako, tosheka na maji ya kisima chako. Kama ni maji chafu, kunywa. Kama ni maji ambayo iko na chumvi, kisima ni kile kinatoa maji ya chumvi, kunywa tu, Mungu atakuokoa. Na kama kisima pia kinakaa kukauka maji, tafadhali ng'ang'ana tu, endelea tu ng'ang'ana. Kwa neema za Mungu, Mungu atatenda muujiza. Kwa sababu nimesema our God is a God of impossibilities. Ninajua kuna wazee hapa mnapitia hell. Kesho tutaongea juu ya kina mama na jinsi wanavyopaswa kukaa na wazee wao. Na kwa hayo machache nataka tusomee katika kitabu cha Zaburi. Wacha niangalie. Katika kitabu cha Proverbs 14 yenye tulikuwa tumesoma, lakini sasa nataka tusome mstari mwingine. Proverbs 14 mstari wa 16. Tulikuwa tumesoma mstari wa 20, si ndio? Naam. Sasa tusome mstari wa 16. Mwenye hekima huogopa akijitenga na uovu, bali mpumbavu ana ufidhuli na kujitumai. Kizungu inasema a wise man fears and departeth from evil, but a fool rages and is self-confident. Kama unajisikia unajipiga kifua sana, unfortunately Biblia inakuita katika wanaume wako ya kwamba unaona wewe ndio unasea mwisho, hata kama ni right ama ni wrong, Biblia inakuita mjinga, mpumbavu. Lakini aliye wise, ambaye ana hekima, mwanaume anaogopa sana na kutoroka, kudepart, anaondoka mbio kutoka kwa maovu yote. Na kwa hayo machache jioni ya leo, Mungu awabariki waume zetu, sema amen. Mungu aongezee wanaume wetu mapenzi walio nayo walipokuwa wakituoa. Asanteni sana. Hawa wengine hakuna habari wako nayo. Ama nyinyi mnasema akae vyenye wanakaanga tu.
Mungu awakumbuke wanaume wetu wanapopitia stress za kutuweka vizuri tukiwa kina mama. Mungu abariki waume zetu wanapohangaika kutafutia watoto wetu school fees. Na Mungu awakanye na awaonye watakapopeleka macho yao kuona vinyuma ambavyo hawapasi kuona. Tusimame tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kuwa umetupa waume katika kanisa, katika jamii na katika familia zetu, ili waweze kuwa kielelezo chako mwenyewe. Shetani amewashika mateka wanaume. Tunawaombea kwa jinsi ya pekee. May you remember them, Father. Hebu Baba ukawaokoe na challenges zote wanazopitia, na zaidi sana ukawafungue macho yao ya kiroho, wakaweze kufurahia wake uliowabariki nao, wakafurahie watoto uliowabariki nao, wakafurahie ndoa ambazo Baba uliwapa. Na hebu siku ya leo kuweze kurejea furaha na amani katika ndoa ya mwanaume yeyote ambaye ameketi katika hema hii. Baba, sikia dua zetu, tunakuomba tukinyenyekea, tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tubarikiwe.